Salamu kutoka Berlin, mji mkuu wa Ujerumani, nchi yenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya na ambayo wakati mmoja lakini tamaa yake ya kutanua makucha ili kufikia hadhi ya kuwa dola yenye nguvu iliishia kuleta zilzala kwa watu wake, marafiki, maadui na ulimwengu kwa jumla. Nimesimama mbele ya lango mashuhuri hapa Berlin la Brandenburg, ambalo kwa hakika tangu lilipojengwa mwishoni mwa karne ya 18 limesalia kwa alama ya mji huu na Ujerumani nzima, likibeba nuru ya matumaini na fahari, kipindi cha misukosuko au furaha, hususan wakati historia ya dunia ilipokuwa ikiandikwa na kufutwa hapa mjini Berlin. Uzito wa mji wa Berlin kihistoria yumkini kila mtu anaujua. Waafrika wengi tumesoma kuhusu mji huu na nadhani hata vilembo wetu watakuja kusoma, kwa sababu ilikuwa ni kwenye mji huu ndio madola makubwa yalikutana kugawana bara la Afrika bila hata watu wake kufahamu chochote. Najua huwezi kuamini nikikwambia karibu na hapa niliposimama ndio mahala mkutano wa Berlin mwaka 1884 ulifanyika. Eneo lile pale ambalo sasa pamejengwa jengo la makazi ya watu, wakati huo palikuwa ni ofisi za kansela wa Ujerumani Otto von Bismarck, ambaye kwa miezi mitatu kuanzia Novemba 1884 hadi Februari 1885 aliwakaribisha hapa watawala wa nchi nyingine za Ulaya kuja kuafikiana namna ya kugawana bara la Afrika na kuanzisha tawala za kikoloni. Ni ajabu kwamba eneo ulikofanyika mkutano ambao hatma yake ilikuwa ni maafa yasiyoelezeka barani Afrika, hivi sasa linatambulishwa kwa kibao kidogo tena kilichowekwa pembeni tu mwa uzio. Yaani kwa kifupi, mahala palipolipiga mnada bara la Afrika na penyewe pameuzwa. Ukoloni ulipoanza barani Afrika kufuatia mkutano wa Berlin, wala haukufanikiwa kumaliza mivutano miongoni mwa nchi za Ulaya, na mwishoni mwa karne ya 18 shauku ya madola ya Ulaya ikiwemo Ujerumani ya kujiimarisha kijeshi ilisambaa kama moto wa nyika, na haikuchukua muda mrefu wakatumbukia vitani kuanzia mwaka 1914 hadi mwaka 1918. Vita vikuu vya kwanza vya dunia vilileta madhila makubwa sana kwenye mji huu mkuu wa Berlin. Njaa, migomo na maandamano ya umma vilihanikiza, na mwezi Novemba mwaka 1918 baada ya Ujerumani kusalimu amri kuashiria kushindwa vita, wakazi wa Berlin hawakukaa kimya. Waliongoza mapinduzi ya umma yaliyofikisha mwisho utawala wa Mfalme Wilhelm wa pili, na mara moja Ujerumani ikatangazwa kuwa jamhuri.
Matokeo ya vita vikuu vya kwanza vya dunia ilichochea sana kuibuka utawala wa kiimla wa Adolf Hitler na chama chake cha Manazi mnamo miaka 1930. Hitler aliishi hapa Berlin akipanga na kutekeleza vitimbi vyake vyote hadi alipoitumbukiza tena Ujerumani kwenye vita vingine vya dunia mnamo mwaka 1939. Hata vita vikuu vya pili vya dunia vilipokwisha na matokeo yake ikawa ni Ujerumani kugawanywa vipande viwili, mji huu wa Berlin ulijikuta tena shimoni. Mara hii lilikuwa ni shimo la mivutano ya kiitikadi kati ya ubepari na ukomunisti, na alama kubwa ilikuwa ni ukuta huu wa zege na senyenge uliojengwa mwaka 1961 na kuwatenganisha Wajerumani magharibi na mashariki hadi ulipoangushwa miaka 28 baadaye. Hivi sasa Berlin imebadilika. Mji huu mkuu unaakisi mafanikio ya kiuchumi yaliyopatikana tangu Ujerumani mbili zilipoungana tena. Hata kwa macho tu unaweza kusadiki kuwa huu ni mji mkuu wa taifa lililoendelea. Nikiwa nimesimama hapa karibu na majengo ya bunge la taifa Bundestag, nafsi yangu haina mashaka kabisa kwamba sasa Ujerumani ni taifa la kidemokrasi na limechukua uongozi wa kupambana na udhalimu badala ya kuwa mchonganishi. Na alau kwa sasa hakuna ishara kuwa mji huu utakuja kuwa chimbuko la mtafaruku hapa barani Ulaya au hata ulimwenguni kwa jumla.